12. And we have just heard the second reading, Numbers 14, 5 to 9. The two readings connect. That is why we have brought them together. Zitatusaidia kuelewa kitu. The theme of today is only the fighters shall take it. Only the fighters shall possess. And it is true. In every world, even in the world of wickedness, people fight. And when you fight, I like the men fight. Even these days, women. If you are fighting your enemy, you fight to kill and have what you want. And only people who fight, who don't get tired, hata wale ni wachawi, night runners, they go, wale wanakimbia kwa vijiji. Unajua night runners wanaenda kama wako pahali, wanasema tutakutana kwa kiwanja fulani alafu tutapishana. Number 1 atakimbia kwa hii kijiji. Number 2 ataenda next village. Number 3 hivyo. So if you are not a fighter, if you are not prepared, you will always lead from behind na utaenda mbali. So that I'm just telling you that in every world, in every field, the fighters will always possess. Hata kwa kanisa, saa zingine, wakati mwingine, people fight. Ba friends, baba bola zatu kusale hu. Lakini nikaka tu hama tu kande hawaombi, they fight. They keep the fire burning at night, fighting for leadership. And the fighters always have it. Hello? Bwana asifiwe sana. So the theme, as we look at it, fighting, there are many areas we fight. We fight. Hata katika jamii zetu, saa zingine unaona ambulance inakimbia kwa barabara, you give it time because maybe there is somebody fighting for his or her life. Fighting. And said that kwamba he or she is fighting for a life, for her life. People are fighting for liberty. People are fighting to have a space, even in families. People are fighting, and there is fighting and fighting and fighting. But as Christians, which type of fighting should we take? Spiritual warfare is real. Vita vya kiroho viko na ni ukweli. Every moment you mention light, darkness will rise. Every moment you mention I am saved, battle inaanza. That is why hata mukristo lazima upigani. But our war, the spiritual war, should not be waged from the fear. Haitakikani uende na vita vya ukristo kwa kuogopa. The spiritual war, like the graduates we have prayed here, they are now full members, they declared. Now, vile mmepata kadi na mmedeclare ya kwamba mmekiri Yesu Kristo, vita vitaanza. Hata wewe ambayo ulikiri wakati fulani, vita vilianza. Some of us, we are not fighting the war. We have remained dormant. But I want to remind you, there are still battles in the spiritual world. Na wakati ya uoni hizo vita, mapepo hazikusumbui, zinanyamaza kwa sababu wewe ulilala. But those who are fighting and want to have the name of the Lord, they can see the battle. When in the spiritual world. Bwana asifiwe sana. And that is why I want to say that spiritual war should be weighed from the victory point of view. Wage the spiritual war from the victory point
of view. Why? Because Jesus himself already overcome. We are winners. We are the possessors. We already have the power because the blood was shed at Calvary. Na ndio nakwambia ukipigana vita hivi usipigane na uoga. Shetani hawamuogopi. Wanamwambianga ya kwamba tunajua kwamba shetani, wewe ulitanganya Adamu, wewe ukakuja ukataka kuweka Yesu chini na nakujua mbinu zako huko, but Christ in John 16:33 anasema ya kwamba I have already overcome the world. Don't fear. Bwana asifiwe sana. Hatuanzi vita vya msalaba na uoga. The moment you begin from the fearing point of view, the devil will defeat you. Atakushinda. I like when people fight the physical war. Wanapigananga hata kama watatumia pesa, unapata mtu anasema kwamba nitakupiga tena nikulipe. Na anakupiga, unaenda kwa koti, yeye ashachukua lawyer kwa sababu wewe huna pesa, ashachukua lawyer na anaambia lawyer nilimpiga. Na lawyer anafika huko anamtetea, anasema ya kwamba hakumpiga, my client is innocent. Na unatoka huko umeshushwa. Badala ya kwenda kwa court, badala ya kupigana physical war, hautaweza. Psalms 142, there is a verse that says, those who oppose you, they are too strong. In the physical world, they have money, they have what it takes, they have the social capital, they have everything. If you go physical, you will not manage kwa sababu hautaweza. The only victory you have is the cross. Huluayaka shimbendanga mumatinyu mumatoro kosikali amalai. Vita vyetu, wale nataka ni kuremind, wewe mwenyewe unaogopa ukisema sitaenda kanisani, ni shauri yako. Kanisa ni kama hospitali. Unaenda na wagonjwa wa aina yote wako katika kanisa. Kuna wale ambao hata magonjwa haijawahi tibika na haitatibika, but they are allowed in the church. So nobody and nothing should chase you out of the church. You should come head high. Hata wakuseme leo tokelezea, hata waseme namna gani tokelezea, na ukuja useme kwamba teo tena nimekuja. You will never finish fence talkers. You will never take them anywhere. They will be there, but ni wewe kujihubiria na ujishauri na ujiambie unataka nini. If you think to yourself, you will be a fighter. Bwana asifiwe sana. The believer's struggle is not against people. Our enemy is not mwenzangu huyu, si mwenzangu huyu. Our enemy, as we fight the battle, we only have one enemy, the devil. Si huyo rafiki yako, si huyo mwingine bande bamenyeza basinyakaza baboleza chone khuzi mbukana tapakolo pastor bizolo naro limukana khono khuzi. My dear, is not your enemy. You only have one enemy, the devil. Can you face him? Yesu alimushinda shetani 10-0 kwa msalaba, na hata akazikwa na akashinda vita, akashinda mauti, akashinda kaburi, na akatoka kwa kaburi. Bali batsamshirindwa wakasema mnatafuta mwenye alio hai kwa wafu, toka ndani ya wafu. Wewe uko hai. Wengine mnajua wenyewe, mnakufa mapema mpaka uvola. Sasa mimi nilikuwa nasemanga kitambo hapa, walinikataza. Nani alikukataza? Roho Mtakatifu anakukubali. Yesu anakukubali. Yesu ndio hana mpaka, hana hata clan, abulai hiri, abulai tribe, hana chochote ya kuja kuweka mamlaka. Hata wenye dhambi Yesu anatembea na napkin. Hata wenye wamejiaria anawafunga, anasema kwamba kujeni kwangu wale mlemewa mizigo nitawakubali. It is only me, Pastor Judith, mwenye anaweza weka mipaka niseme ya kwamba huyu hapana na huyu hapana na huyu anakubalika. Ni sisi tunaweka mipaka, lakini Yesu wetu